lile kanisa ambalo Yesu Kristo aliacha. Kanisa lile la ukweli. Kanisa lile ambalo lilimwamini Yesu. Kanisa lile ambalo lilikuwa na uhai wa Yesu. Kanisa lile lilikuwa na nguvu za Yesu. Liko wapi sasa? Mbona makanisa yetu yamechoka, yamekosa nguvu? Yaani hata unaposikia kanisa unasikia ni kama ni kitu tu cha kawaida, hausikii nguvu za Mungu. Kanisa liko wapi ambalo Yesu Kristo aliacha? Yesu Kristo aliachia mitume kanisa. Makanisa hayo yalikuwa na nguvu sana. Kina Paulo walikuja wakajazwa na nguvu za Mungu, wakafanya kazi kwa kiwango kikubwa. Watu walisikia, watu waliona nguvu za Mungu pale. Je, masaa haya na nyakati hizi kanisa lilienda wapi? Tunaona tu mtumishi mmoja mmoja. We have them. Wakati mwingine tulikuwa na kina Bonke, tulikuwa na hao wengine. Lakini sasa unakuta hakuna saizi. Makanisa mengine yamegeuka kama vibanda tu. Hakuna nguvu yoyote iko pale. Mchawi anaweza kuja ashiriki na nyinyi ibada, amalize, arudi kwao. Hakuna chochote. Hakuna nguvu za Mungu zinaweza mshika hapo. Mganga anaweza kuja akae na nyinyi hapo kanisani, aabudu na nyinyi na arudi kwake. Hakuna kitu kinabadilika. Watu wanaweza kuja hapo waabudu sanamu, wakae na nyinyi hapo, wamalize ibada, muende nyumbani. Hakuna kitu kimebadilika. Nguvu za Mungu hakuna zenye zinaweza mshika. Je, hilo uhai ulienda wapi? Tazama sasa jinsi ambavyo kanisa limebaki. Now a church is like a useless thing. Sababu sasa hakuna nguvu zozote. Mtu anaweza kaja pale mzinzi, watu wanakaa pale wana vituko vingi, lakini hawabadilishwi. Maana hakuna nguvu za Mungu hapo. Ile roho ya kukemea watu, ya kufanya hivi kanisa liweko kwa misingi sambamba, ilienda wapi? Unakuta mchungaji unaweza nyamaza tu, unajua hii kitu kiko hivi, lakini huwezi kukisema kwa sababu ya kuspare huyu mtu. But sometimes it is better you remain with two people who can understand you kuliko kukaa na watu wengi wenye hawezi kukuelewa. Nguvu za Mungu ziko wapi? So tutafanya sarakasi, lakini tumebadilisha kanisa, limekuwa la mafarisayo na waandishi. Yaani hata unapokaa hapo mbele ukihubiria watu, hata sasa ninapohubiria watu hivi, kuna wanao nitafuta makosa. Waandishi wa habari na mafarisayo walienda kwa Yesu, si kwenda kusikiza Injili, si kwamba wakombolewe, si kwamba waokolewe. No, ni kwenda kuandika makosa ambayo huyu mtu anayo. Leo amehubirije? Ile muujiza imefanyikaje? Hii imefanyikaje? Leo amesema nini? Leo kwa nini amefanya hii? Leo kwa nini ameponya mtu? Leo kwa nini ameokoa mtu? Leo kwa nini amehubiri? Leo kwa nini alisoma hapa? So ni makosa tu walikuwa wanatafuta. Wanatoka hapo, vipofu wametembea, vipofu vimeona, viwete vimeinuka, wagonjwa wamepona, wale wa mapepo wamekombolewa. Mafarisayo hao hawaoni hiyo. Tumepata makosa. Anaponya mtu siku ya Jumapili. Kwa nini? Tutamshtaki. Amevunja sheria. So waandishi wao walikuwa wanaangalia ni sheria yao imevunjwa. So makanisa ya leo ni masheria tu yameweka. Masheria. Kanisa letu alifanya hivi, kanisa letu alifanya hivi. It is your program. Unafuata tu program zako. You are limiting Jesus. So mmeweka limitation za Yesu kwa Yesu. For example, saizi ukipata kanisa ambalo litahubiri tangia asubuhi mpaka jioni. Si Yesu alihubiri tangia asubuhi mpaka jioni, mpaka hata usiku. Paulo alihubiri tangia asubuhi mpaka usiku. Saa hizi upate kanisa litakalo hubiri tangia asubuhi mpaka usiku. Mnashangaa. Mnapimia tu, mnapigia tu mhubiri saa mnamuonyesha saa. You are limiting Jesus. Waandishi nyinyi na mafarisayo mna vituko sana kanisani. You have changed the church
for your benefit. Sasa kanisa imekuwa kama kibanda cha kufunguliwa kwa masaa matatu. Watu wanaenda nyumbani kwa shughuli zao. Watu walivunja sheria. Wakasema sasa ni masaa. Ilikuwa ni siku, lakini sasa ni saa. Masaa kidogo unahubiri, unaabudu Mungu, unarudi. Mtu anaweza kukualika, njoo uhubiri kwa kanisa langu, akakupea dakika 10. Dakika 10 ndio anahitaji uhubiri, ndio umepigia nauli, ndio umechoma nauli yako, umelipa gharama, uende uhubiri dakika 10. So kanisa la leo, you don't need Jesus. You have a dead Jesus. Mumevaa misalaba ya kuonyesha Yesu alikufa msalabani, na hamuna yule Yesu aliye hai. Jesus is alive. Anawahitaji nyinyi mkae serious. Anatuhitaji tuwe serious mbele zake. Lakini vile ambavyo tumepima muda wetu na yeye. Sasa for example, wewe umekaa tangia Jumatatu mpaka Jumapili ndio unaenda kanisani, umeenda kwa masaa matatu, alafu wataka huyu Yesu akae karibu na wewe. Unakuwa kuaje? Hata ukiwa mzazi, mtoto anayekuwa karibu na wewe na aliye mbali, ni nani wa faida? So sometime Mkristo mpaka kufika mahali ujiangalie. What am I doing in the church? Am I Farisayo, ama mimi ni mwandishi, ama mimi naenda kwa Yesu kutafuta huyu Yesu? Wengi walifuata Yesu kwa miujiza, ishara, wapewe chakula, warudi nyumbani. Lakini kuna wenye walikuwa na shida, wakasema tukimguza tu tutapona. Mwingine anasema tu akisema neno moja tu nitapona. Je, na wewe unaenda tu pale, you are a warming chair, you are just there. It is not matter of giving. Maana wengine mmefanya vituko sana, mmeenda sana. Mmefikiria Mungu ni maskini. Mnafikiria tu kubeba sadaka yako, ulete hapo ni sawa. Hautaki maneno ya Mungu. So unatoa sadaka lakini huko nje wafanya uzinzi, wafanya vituko. Just giving inakupea allowance ya kufanya vituko zote. Ndio maana hubarikiwa hata hiyo sadaka yako. Watoa sadaka wafanya kama kuhonga mchungaji ili akuspare. We are not sparing anybody here. Hatutafanya vituko kama hizo. Mtu usimame mbele za Yesu Kristo wewe kama wewe. Face him. Mwambie Yesu niko na ABCD. Maana ukienda na shida zako na imani yako, huyo Yesu anaangalia moyo. Na anapoangalia ndani yako anajua kweli mwanangu amekuja. Sasa itakuwa kuwaje umekuja? Hata kama utatoa sadaka kubwa basi itafanya maendeleo. Hata kama utafanya maendeleo kwa kanisa, utufunge na huku wabeba wanawake wa watu, walala kwa wajane, wafanye vituko hapo vingi, eti sasa tusadaka twako, eti sasa ndio hapo. Hapana. Usitishe watu na kubarikiwa. Maana waweza sema sikutoa ni kubarikiwa. Yesu anaweza barikiwa, lakini njia zako zikoje na huyu Yesu? Hebu soma historia ya Lazaro na huyu tajiri. Sikubarikiwa ni kutoa. Sasa tumaanisha labda inawezekana unatoa sana na unabarikiwa sana, lakini mbingu huwezi kuiona kwa sababu zile njia huko ndio unatimiza pande moja ya kutoa vitu zako, kufanya vitu zako, unabarikiwa. Lakini njia yenye huko si sahihi. Tafuta Mungu kwa ukweli ili kanisa liwe na nguvu. Usiende kuangalia makosa ya watu kanisani. Leo hii watu wenyewe huchoma kanisa. Maana unaenda kanisani watoka pale na problem. Wapelekea watu kuambia hiyo kanisa ni maneno ya watu tu wanaongea. Ni maneno ya watu ama ni maneno yako ndio Mungu ameona akasema? Usiseme hiyo kanisa inasema maneno ya watu. No. Ni wewe maneno yako yamesemwa.
na sio huyu amekusema, ni Mungu amekuona amekusema. Kama wewe ni mzinzi, wataka tuseme wewe ni mzinzi. Kama wewe ni mlevi, wataka tusiseme. Kama wewe ni mkora, wataka tuseme wewe ni mzuri. Wewe mbona wapenda uambiwe wewe ni mzuri na huku upande mwingine wewe ni mbaya? So kanisa limekosa nguvu kwa njia hiyo, kwa sababu wachungaji walinyamazishwa na sadaka. So a giving, it is not that mnatupea sisi pesa. Mtu asije akafikiria anapea mchungaji pesa, maana hii imeharibu kanisa. Mchungaji hawezi kemea dhambi kwa sababu anaona nikikemea huyu dhambi zake na yeye ndio hutoa, kanisa litaendelea aje? Usitegemee mwanadamu. Mchungaji, fanya sehemu yako. Kama utalala njaa, lala. Kama utafanya nini, kaa. Lakini hakikisha umefanya kile ambacho kinafaa. Yesu Kristo alilala mlimani, hakuwa na nyumba. Alikaa huko, lakini alisema chenye kinafaa. Alienda kwa Mafarisayo akasema, akafukuzwa. Ni mchungaji gani ameshahubiri ujumbe wa kufukuzwa hapa? Hapa ni mchungaji gani anahubiri ujumbe wa kufukuzwa? Ni mchungaji gani ameshahubiri ujumbe wa kufukuzwa? Mumekuwa kama Yona. Yona alisikia ule ujumbe anapeleka pale ni wa kupigwa. Akasema no, ni afadhali niingie kwa samaki. So wachungaji wengi wanatafuta kuingia kwa samaki tu. Sema ile ujumbe Mungu amekupea. Usije ukaspea mama fulani kwa sababu huyu mama kuna kitu anafanya hapo. Usije ukaspea dhambi kwa sababu huyu mtu kuna kitu anafanya other side. Sema hiyo dhambi. Maana kuna mtu alienda kwa Yesu akamwambia, mimi natoa sadaka, mimi nashika amri, mimi nafanya hivi, mimi nafanya hivi, mimi nafanya hivi, nimejua hizi vitu zote. Yesu alipomwambia ile yenye alikuwa hataki isemwe, ile ambayo hakuwa anataka iguzwe, kati alimwambia enda uuze vitu vyako vyote, patia maskini. Jamaa aliondoka. Acha huyu mtu aondoke na vitu vyake. Na maana na huyu mtu hakufanya Yesu akuwa maskini. Yesu ako na mifuko yake mbalimbali. Yesu ako na mifuko yake yenye huwezi jua. Anaambia tu watu, nenda pale, shika samaki, pasua, leta pesa. Na analipa kodi, analipa kila kitu, anakuwa chonjo. Yesu ako na mifuko yake tu. Yesu ako na mifuko yake tu. Yesu ako na mifuko yake. Don't spare anybody because you see ako na kakitu. Sema kile kikupa. Mimi nitahubiri hii, nitahubiri hivi. Hata kama mkiwa subscribers 5, hata kama utaniwatch na usisubscribe, hata kama utaambia wengine wasijumuike na hii ibada, itaonwa hata na watoto wenu, itaonwa na wajukuu wenu. Watu watakuja tu kuiona huko. Hii channel iko mpaka saizi imefika Tanzania. Iko mpaka na Waganda ndani. Nilikuwa nikiangalia subscribers, wengine hata wako Uganda. So hata mkiwa wachache nimevuka mipaka. Hao wengine watazisambaza tu. Lakini kanisa lazima litafute Mungu. Don't spare. Usihubirini ujumbe jinsi ulivyo. Nabii anaambiwa pelekea huyu mtu ujumbe, mwambie atakufa. Na huyo mtu ukute amefanya vitu vingi kwa kanisa, unaweza enda kumwambia atakufa? Utasema hapana. So tupeleke ujumbe jinsi ulivyo. Najua tu mchungaji, najua uko hapo unanitazama. Kuna jumbe zingine unakataaga kuhubiri kwa sababu ya mtu fulani. Kuna jumbe zingine unachujaga ndio uende kuhubiri. Usichuje neno la Mungu kwa sababu sio wewe. Usichuje neno la Mungu. Mimi ukinialika kwa kanisa lako, hata kama ni wewe unafanya ndio umenialika, I'll preach it the way it is. Na ndio maana mnialiki. Mnajua tu.
Maana mimi Mungu anaweza kanipea ujumbe jinsi ulivyo, nitaumwaga jinsi ulivyo. Sio mimi nayetumika na sio mimi nayezungumza, ni Mungu anayezungumza. Sio mimi nayezungumza. It is Jesus. Na hata sasa anasema kanisa limurudie. Acheni kwenda kupima chenye kitazungumzwa. Nenda ukiwa na nia moja kwa Yesu Kristo, utapona, utakombolewa. Watu siku hizi wanaenda na magonjwa, wanarudi na magonjwa. Maana hawana nia ya kuponywa, waenda kupima chenye kitazungumzwa Jumapili, chenye kitasemwa, chenye kitafanywa, hawaombi. They are just there. Sasa ni bora niko na sadaka. Maana pastor alikuambia usiende kanisani na mikono mitupu. So watafuta kasadaka kako, waenda nako pale, waenda kupima. So usije ukafanya makosa ya kwenda kupima na kujaribu kutafuta makosa udhani kama utapata Yesu Kristo. Hakuna. Yesu Kristo ako pale. Na kwa yule mtumishi unayedharau, hapo ndipo Yesu anakaa. Na huyo unayeona anazungumza makosa, hapo Yesu anakaa hapo. Samueli, usije ukamdharau Eli. Eti Eli ni mzee haoni. Nyamaza tu. Usije ukadharau huyo mtumishi. Kwamba ako na nini? Hawezi niwekea mkono. Huyu anaongea tu vitu ambavyo viko. Kila mtu hutumika vile Mungu amemuita. Kuna wengine wameitwa wapole ambao hata ukifanya nini hawakuguzi. Elia si kama Elisha. Na Yohana si kama kina Paulo. Elia hakutumika kama manabii wengine. Cheza na Elia anakata watu vichwa. Hana time, atakata nyinyi vichwa tu. Hata bembelezana na nyinyi, hata kuja kuambia wana nyinyi mtageuka tu, pole tutageuka. Elia anasema mudhibitishe, kama mudhibitishi vichwa vitaenda, na ukweli inakuwa hivyo. Haispei. So iko hivyo. Usije ukapima watumishi ukadhani wanalingana wote. Kila mtu ako na mwito vile ameitwa. Na huyo anayekata watu vichwa, huyo ndiye anayeenda mbinguni bila kufa. So usije ukapima ukasema si mtumishi wa Mungu. Wewe huna kipimo cha kupima mtu. Wala kuzungumza kwake kusije kukakutisha. Musa hajui kuzungumza, lakini Haruni mutii huyo mtu. Maana mkisema vituko juu yake mtaona chenye mjaiona. Huyo mtu anatembea na fimbo ya nyoka. Hiyo fimbo ya nyoka, Wakristo wengi mnasoma hiyo, hamujajua hiyo ilikuwa ni fimbo ya nyoka. Ikiwekwa chini itakuwa nyoka, ikikanyagwa kichwa, ikikanyagwa mkia itakuwa fimbo. Mbona hiyo hamsemi ni ushirikina? Kila mtu huitwa kwa njia zake tu, na Mungu hutumia mtu kwa formula tofauti tu. Kuna mwingine anaweza kuja hata na kalamu. Hiyo kalamu akifanya tu hivi, unaopokea chenye unapokea. Kuna mwingine amepewa kinywa. Kuna mwingine amepewa hata kamuti tu, anatembea na huo muti. Kuna mwingine amepewa maji, kuna mwingine amepewa tumia vitambaa, kuna mwingine ameambiwa tumia anointing oil. Si wote wachungaji watatumia anointing oil, wala si mafuta yote ni anointing oil. Mengine si anointing oil, mengine ni vitu zako. So usiende kupima mchungaji anatumia nini, anafanya nini. Angalia, tafuta Mungu. Yesu Kristo akaambia watu, hao Mafarisayo na waandishi chenye watawafundisha sikeni, lakini chenye wanafanya msifanye. Why? Chenye wanaweza wakafundisha kitu cha ukweli, lakini chenye wanafanya just there. So enda ukitafuta Yesu Kristo, utakuwa salama. Shida yako achia Yesu Kristo. Hata kwenda pale una magonjwa na unarudi kwa nyumba yako na magonjwa. Yesu Kristo ako pale, anatamani mtu aponye. Ibada mzima inaisha
bila mtu kuponywa. Na Yesu alikuwa pale anaangalia, anakuja siku 3 hapo, hakuna mtu anamutafuta. Ataenda sehemu nyingine, sehemu watu wamemuita na wanamutaka. Kuna madhabahu watu hupeleka shida zao, lakini kuna madhabahu watu huenda kuenjoy na shida zao, kutiana moyo na shida zao. So kama kuna madhabahu mengine unaweza peleka shida, ni kwa Yesu tu unaweza peleka shida zako. Lakini unapoenda na shida zako, usipende kurudi nazo nyumbani. Ambia Yesu, nimekuja na hii na hii, nataka uniondolee na nikuwe huru. Kwa imani yako utapona. Nashukuru watu wa Mungu, maana mnanisikiliza, lakini injili hii ni ngumu na injili hii ni ya kukwaza. Ni wachache sana watanielewa, lakini nakuombea unaelewa. Usiende kanisani kutafuta vitu ambavyo havikusaidii. Sasa nikikuja niseme vibaya, itakusaidia na nini? Wengine ukikemea dhambi wanasema hangeiweka hivyo, hangeisema hivyo, angeweka hivi, angeweka hivi. No, Yesu Kristo alipoenda watu wanafanya biashara kwa hekalu, alichukua mjeredi. Bwana wakusema eti Yesu haungekuja na mjeredi, ungekuja tu ambia watu wa Mungu, janueni vitu vyenu muondoke kwa sababu hii ni hekalu. Pana chukua mjeredi, chapa kabisa ili isije ikarudiwa. Sawa? So sometimes tunatumia lugha zingine unaweza kaona ni chafu na ni mbaya, lakini hizo lugha zinafaa zikutoe mahali zikuweke mahali. Yohana anaita watu enyi kizazi cha nyoka. Nani aliyewaambia kwamba watu wanabatizwa? So ingekuwa wewe umeenda kubatizwa alafu mtu akwambie wewe mtoto wa shetani, nani amekwambia hii inafanyika hapa? Si ungetoka hapo ungesema sijui nini, huo chungaji wanatusi tu watu tumeangaliana, mnatutusi tu tumeangaliana, ni madharau. Si madharau. Yesu Kristo akaambia watu baba yenu ni shetani, maana mwamusikiliza huyo. Hata mbona hawakuinuka watoroke? Waseme huyu mtu anatuambia baba yetu ni shetani na tunajua baba yetu ni Mungu. Hakuna. Ni wewe tu ndio na mawazo yako mafupi. Acha kuwa na mawazo yako mafupi. Ukienda kwa Yesu, achia moyo wako pale pale. Yenye Yesu atasema no, that is no. Yenye atasema yes, that is yes. Nadhani tumeelewana. Kufikia hapo, najua Jumapili hii ama hii wiki utakapoenda kwa ibada, hutaenda kuchunguza. Hutaenda kuchunguza. Usiende kuchunguza watu. Just go find Jesus. Enda tafuta Yesu. Hii itakusaidia sana kwa maisha yako. Nadhani itakuwa ya kupendeza sana kama utaenda umtafute Yesu kuliko kwenda kuchunguza. Si mbarikiwe. Shalom. Let us meet another time.